Na mtazamaji wa 7 Media, mimi naitwa Mikidadi na leo nipo Mabibo. Huku Mabibo ambacho kimenileta ni kitu kimoja tu, kwamba kuna tuhuma ama mashtaka ambayo yanaendelea huku Mabibo kuhusiana na wizi ambao unaendelea huku, hasa kwa wanafunzi wa chuo lakini pia kwa raia wa Mabibo. Wao wanaeleza kwamba majira ya jioni na majira ya asubuhi huwa wanaibiwa baadhi ya vitu vyao kwa kupolwa na bodaboda hali maarufu kama vishandu. Tumefika hapa Mabibo, kikubwa zaidi ni kutaka kuzungumza na wanafunzi wenyewe wanazungumzia vipi, lakini pia bodaboda wenyewe wanalizungumzia vipi swala hili. Kwa majina naitwa Husna Juma Maganza na nasoma chuo cha NIT mwaka wa pili. Husna, ushakutana na matukio ya vishandu aidha kwako ama kwa ndugu yako ambaye ameibiwa simu kwa bodaboda, yani kwa vishandu maarufu kama vishandu? Ni kweli hilo tukio lipo, maana wanafunzi baadhi pia na wengi wao wanapitia hilo swala, asasa wakati wa usiku. Huwa wakiwa wanatoka kujisomea, kwa mfano sana sana kwenye kipindi cha mtihani, kwa huwa wanakuwa wakitoka madarasani wanakuwa wanapitia changamoto ya kupolwa simu, hela. Mwingine ndo unakuta ndo anafanya labda biashara zake kwa muda huo, unakuta anakutwa na mambo kama ya kupolwa ovyo. Kwa hilo swala lipo. Hizo taarifa zipo na sio mwanafunzi mmoja, wengi watu wa bodaboda wanapita na simu zao, maana sisi vipindi vipo mpaka wakati wa usiku. Kuna vipindi vinaanza saa 1 hadi saa 3. Kwa hiyo wakati tunatoka ile kuna bodaboda wengi sana, afu wengine ndo wanafanya kuiba simu, yani wanapokonya wanakimbia na bodaboda. Kwa hilo sasa ambacho naweza nikakiomba au nikakishauri ni kwamba nyakati za usiku ndio kuna sungusungu, lakini hata ule wakati wa jioni kidogo serikali jitahidi kuboresha, niweke watu wa ulinzi ambao kidogo watasaidia kupunguza hizo adha, kwa sababu unakuta wanafunzi wanaingia kwenye gharama kubwa sana, na ukizingatia simu ndio kitu ambacho wanafunzi tunakitumia sana, maana sio kila mtu anaweza kuafford kuwa na laptop labda hivyo. Kwa wengi tunatumia simu, kwa ikishaibiwa ni gharama zaidi zinaenda kwa wazazi na sisi, na bado wanafunzi tunaumia. Kwa hivyo kama serikali ingeweza iongeze watu wa ulinzi na usalama nyakati zote, sio wakati wa usiku tu, hata jioni, ili kuhakikisha usalama kwa ajili ya wanafunzi waweze kusoma kwa amani na mambo yao yaende fresh. Kwa maombi yangu kwa serikali za mitaa ni kuimarisha sana ulinzi, hasa kwenye maeneo ya sisi ambao tulipo wanafunzi, maeneo ya chuo, ili tuweze kupata ulinzi imara, kwa sababu wengi wetu tunakuwa na wasiwasi na wengi wetu tunashindwa kuja kusoma mida ya jioni kwa sababu ya ile swala la kupolwa ovyo. Kwa majina anaitwa Imani Andrea Kasialela. Mara baada ya kuzungumza na wanafunzi pamoja na bodaboda wa kijiwe cha Madoni Group kilichopo Mabibo mwisho, 7 Media tulifunga safari hadi ofisi za serikali ya mtaa wa Mabibo na tukafanikiwa kuzungumza na Edgar Gatembwe, mjumbe wa mtaa wa Mabibo, na yeye alikuwa na haya ya kusema. Mimi naitwa Edgar Method Gatembwe, ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Mabibo. Umeshapata tuhuma hizi za kuwepo kwa bodaboda ambao wanapola wanapola vitu kwa kutumia bodaboda maarufu kama vishandu, na kuna mtu yote ambaye alishawahi kuleta mashtaka hapa ofisini? Hizo taarifa ni kweli zipo, na hizo tabia za au bodaboda ambao sio waaminifu ambao wanatumia bodaboda kupola simu labda au mabegi ya kina mama kando ya barabara, taarifa hizo zipo na ripoti tunazo, na ujue kabisa kwamba sisi katika mtaa wetu wa Mabibo tuna chuo cha NIT. Sasa kuna muda wanachuo wanaathirika sana nao vishandu. Na kwa mujibu wa watu ambao walileta mashtaka hapa, wanaibiwa hasa majira gani? Asubuhi, mchana au majira ya jioni? Vishandu na wenyewe unajua ni watu ambao wanakuwa na uelewa mzuri sana, wanajua muda ambao wananchi wanakuwa wako bize mabarabarani ni muda gani. Kwa muda ambao watu wanaathirika sana vishandu ni muda mapema asubuhi, wakati watu wako bize wanawahi kwenye vyombo vya usafiri waende katika makazi yao, labda makazini au chuoni NIT. Kwa wanakuwa kama wako bize, umakini unakuwa umepungua. Kwa ni asubuhi sana alafu na jioni sana, around kama saa 12 mpaka saa 1 vishandu mdao ndo wanaathiri sana wakazi wetu huko. Kama uongozi wa serikali ya mtaa ya Mabibo wamechukua hatua zipi katika kukomesha?
Sisi kwanza sio tu kama serikali ya mtaa Mabibo, kwa sababu kwanza kisheria ni kosa, kwa sababu ni uhalifu, sio. Kwa sisi tuna polisi jamii wetu ambao tumewapa maelekezo na wao wapo. Kuna muda wapo ambao wamevaa uniform na wengine ambao hawajavaa uniform, wakina Kamanda Peter Njoka. Kwa hao pamoja na jeshi lake wanafanya ukamataji kwa vishandu. Vishandu wanakuja kama wakati mwingine kama bodaboda wa kawaida, lakini kuna nafanya timing. Kwa hiyo sasa sisi katika huu mstari wote kuanzia hapa tuliko mpaka mwisho kuna walinzi tumewaweka. Lakini pia kwa kushirikiana pia na chuo na wenyewe pia wana walinzi wao. Tunajaribu kukamata, tunashakamata mara kadhaa hao vishandu. Wanawini kwa maana wanafanikiwa kuiba, lakini sisi pia kuwakamata kama mara 3 kama mara ngapi. Na ikitokea akakamatwa kishandu, kama uongozi, hatua gani zitachukuliwa dhidi yake? Yes, nchi yetu inaongozwa kwa sheria. Kwa sisi utaratibu ni kwamba ni mhalifu kama wahalifu wengine, kwa maana ni jinai. Kwa hatua ya kwanza ni kupelekwa polisi, kwa sababu anakuwa pana ushahidi. Aliyeshambuliwa yuko pale, kwa pia labda kama ni simu ishaharibika yuko pako, nampeleka polisi. Kishafika polisi, mwanake aliyeshambuliwa jukumu lake kwenda mahakamani kuendesha kesi mahakamani, kesi ya uhalifu. Okay, na wito wako kwa jamii lakini pia kwa bodaboda ambao wana hizo tabia hovu ni upi? Wito wangu kwanza kwa jamii, manake lazima, unajua Dar es Salaam ni mji ambao unapilika nyingi. Kwa lazima uendane na namna ambavyo maisha yanaenda Dar es Salaam. Ukifahamu kabisa kwamba kuna watu wataishi kama vishandu. Slogan ya ulinzi inasema inaanza mwananchi mwenyewe. Kwa lazima ujue sasa vitu vyako, kama haupo kwenye gari yako labda sio chombo chako cha usafiri, manake vitu vyako inabidi umeviweka sawa sawa. Yaani kuweka simu una chat maki unamtamanisha mwizi. Kwa hiyo jilinde kwanza wewe mwenyewe kabla kishandu hajatamani simu yako au pochi lako. Lakini pia hatua namba 2, manake jambo la pili, manake wale vishandu wanaharibu hizo jitihada za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa maana bodaboda unajua ni vijana ambao pia wakati mwingine wana familia zao, wana mikopo, wanaendesha familia, wanasomesha, wanafanyaje. Kwa hiyo vishandu wanakuja wanaharibu hii kazi ambayo ni kazi halali kabisa. Kundi kubwa la vijana sasa hivi wanajipatia ajira, wanaendesha maisha kupitia bodaboda. Kwa hiyo vishandu tunatoa wito, manake sasa huo ni uhalifu. Wanaonekana kama bodaboda, kumbe ni kama ni majambazi tu. Kwa sasa sisi kama serikali manake tunakemea na tutaendelea kuwakamata na kuwafikisha vyombo vya sheria.